Gari tena ni oya ombwa nani hakanda unatina unaditia habwa mbona kundatubonde mwana hapo nani haditia kwao unambwela habwa ulindie basi vizuri. Unapaswa kuwa makini sana kwa kila nyayo zake, lakini pia kuna baadhi ya watu sio kuwafumbia macho sana, kama vile wakina Bimwita pamoja na Shilomba, kwa sababu kuna hatari kubwa ya wao kuwa maadui kutokana na nguvu ya kiumbe huyo mgeni. Tidole Kalungwa mfu wa kale. Siwezi kutulia, lazima mjomba niambie ukweli. Na kuhusu hili jambo la kuniambia kwamba mtu ukifika muda fulani akigonga mlango nisifungue, nadhani kuna kitu kijakaa sawa. Lazima nimtafute mjomba. Hivi bado nipo kwenye ndoto au macho yangu? Maana kuna mtu kama nimemwona amepita. Sikiliza msichana, unaweza ukamchukua mwanaume wako na kwenda naye ndani kupumzika, lakini pindi atakapopata fahamu zake vizuri, muulize alikuwa wapi na alikuwa anafanya nini. Tutaonana kwa wakati mwingine. Hapana, usiende. Sema kitu baba. Maka tumechoka hapa kijijini. Sema neno, tunataka tupone. Tunataka tuondokane kabisa na hizi shida. Shemeji, msio mnatufanyia si watoto wadogo. Kama mchezo unaujua, usio unatuita. Wewe haiwezekani. Haya, umepiga kelele za mtu amekufa. Haya, tazama, mtu amekuja tu atumjui kijijini hapa. Sijui ndo msukule wenyewe, sijui ndo jini lenzio. Kamuinua mume wako, hakuna ulichoongea. Umemwacha ameondoka. Umesikia shemeji? Najua nyoa chawi. Na kama nitakuja kukanyaga tena hapa. Sijui chochote, kwa nini unanifanyia hivyo? Mbea nilopata saizi. Nimefikisha. Kama mchawi, mloge na mimi. Mlogaje mume wako mpumbavu wewe? Eba, nimesikia umeniita, nimekuja kuitika. Kitu ambacho naitamani kuzungumza na wewe. Kwa muda mchache ambao nimekaa hapa kijijini, hitaji ambalo nalihitaji nimeliona, majibu yangu yapo kwako. Kwangu mimi? Ndio. Kitu gani hicho baba? Sijui ni kweli au si kweli, nimepata taarifa kuwa kwako kuna binti. Na mdogo wangu yuko pale nyumbani amefanya. Kifupi nimevutiwa naye na ninatamani kuanzisha naye safari ya mapenzi. Huyo mdogo wangu mbona mdogo sana? Kuna watu wengi ambao wanatamani kuwa na mimi karibu, hata kukaa wewe hivi mimi na wewe pia ni bahati. Wapo watu wengi sana ambao wanatamani, wengine wanatamani hata kuniona lakini hawajawahi kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo maisha yangu mimi yatabadilika. Sahihi, ni moja kwa moja lazima yatabadilika. Jambo hili ni jambo zuri, pia ni jambo la heri endapo kilichukua na ukilikubali. Kwa hiyo mdogo wangu ukimuoa na sisi tutakuwa tunajua hayo madini. Maana kuyajua tu yajui.
sio kuyajua tu, hadi utayashika na utayaona kwa ukaribu kabisa. Basi baba, hilo ni nini? Sasa hapa nina kahela kadogo, sio kakubwa, ni kadogo. Nataka nikupatie, baada kwenda kufanya majukumu mengine, sababu hii nahisi itakusaidia siku 2-3. Baba, hela zote hizi? Hiyo ni vitu vidogo sana hivyo. Zote hizo kwangu? Hizo ni za kwako wewe. Jamani. Niseme kuzaa, niseme kulea, sielewi. Haya baba, mimi nikushukuru. Kisha mpata mdogo wako, utapata zaidi ya hivyo. Basi baba, hapa hamna tatizo. Kama mambo yenyewe ndio haya baba. Au nikakuletea sasa hivi? Hamna, kuwa na usiwe na haraka. Aha. Sio kachelewa ukampata mwingine. Hamna, kuwa na haya ni mambo mazuri bwana. Mambo yanayohitajika duniani. Haya baba, mimi naenda. Sawa. Wasalimie. Yaani jana nimekosa usingizi kabisa. Au nizidi mimi. Yale mambo ya jana sijalala. Yaani sijalala kabisa. Yale mambo ya jana yalikuwa hatari. Yaani inaonekana hapa kijijini kitu kinachoendelea sio cha kawaida kabisa. Jirani, habari? Ndugu yangu, hivi unahisi kuna uhusiano wowote kati ya yule mwanamke tuliyokutana naye jana na huyu? Tuache. Yasije akatukuta bure. Bwana shemeji, vipi bwana? Bwana safi. Habari za kazi? Njema. Habari za mishemisho mwenye kutoka? Sisi bwana tuko tunapambana. Ndio. Mdogo wangu alinitafuta. Kuna kitu ni kama alikuwa anataka kuongea lakini anasita. Nikasema si vyema, nikawa naendelea kumcommand kumuuliza. Nikutafute bwana shemeji, pengine unaweza kunidadavulia kiundani zaidi. Kulikoni bwana shemeji? Unaweza kunieleza vizuri? Bwana shemeji. Wacha tu. Kilichonikuta bwana, naona ni kama ndoto hivi. Yaani hata sielewi nikuhadisie vipi yani. Karibu sana mkwa wangu Jose. Mbona uko hapa tena? Mjomba. Nimekufuata pale kwako sijakukuta. Vipi na unafanya nini? Wangu Jose. Nipo hapa, nilimkumbuka sana dogo wako Nuru. Tunakumbuka eneo hili hapa ndipo ambapo inasemekana alipotelea hapa. Huwa mara nyingi nikiwa nimemkumbuka na kuja kujiliwaza kwenye eneo hili hapa. Kama ni sehemu yangu ya kuenzi za maisha yake alipokuwa hai. Kiukweli nimemkumbuka sana mkwa wangu Nuru. Sawa mjomba. Lakini kuna kitu natamani kuzungumza. Kitu gani hicho mkwa wangu? Ulivoniacha kule ndani nimelala. Kuna ndoto nimeota, ndoto ya ajabu sana.
Unamzungumzia nani? Na umepata wapi mamlaka ya kunitisha hivyo? Mvua kali. Kama lina jambo hili. Shavon Verash. Ana siku bwana, nilikuwa nimelala zangu tu ndani hapo nimepumzika. Mara ghafla nashtuka niko mapangoni huko. Ile natamaki tu kuangalia mbele yangu hivi, nashangaa kuna mtu amenitokea, mtu ajabu kweli yani. Sijawahi hata kumuona. Napoendelea kushangaa ghafla akanipiga na kitu. Nakuja kuzinduka na shangaa tu niko nyumbani. Umesema alivaa nini? Alivaa nguo za ajabu hivi mwanangu, yani hata sura yake haionekani kabisa. Alo kaka. Kiukweli mimi nisikudanganya. Hauko salama. Kwa sababu mimi nakumbuka bibi yangu alishawahi kunisimulia kuna watu wengi sana wameshawahi kukutana na hicho kiumbe. Na haonekani mpaka sasa hivi. Yaani bado nashindwa kuelewa ni kwa nini, yani kwa nini wewe uwe hai? Ukweli hapo ndo sielewi kabisa. Maana nakumbuka ile siku nilivyozinduka tu, kuna kijana nimeona mbele yangu. Sijawahi kumuona kabisa hapo kabla. Na yeye ndo alionisaidia. Cha kufanya hapo ndio aidha tumtafute huyo kijana ambaye ulionana naye, au aidha twende kwa mganga. Wewe unaonaje hili? Mimi siamini uganga. Kama tunaweza tukamtafuta yule kijana alionisaidia, ni bora tumtafute. Yule naamini ndo msaada wa pekee. Haina shida. Nguo zote hizi jamani, nimedeki, nimeosha vyombo, nimepika. Shajichoka kwanza. Laiti ningekuwa shule, ningekuwa zangu darasani kama wenzangu. Wapi? Hizo nguo hadi saizi. Tangu asubuhi unafanya? Ndio nataka nimfue dada. Wewe binti kwa uvivu unachoka. Kwanza kuna jambo nataka tuzungumze. Vipi lakini? Hamna. Una nini? Nahitaji kusoma dada, nitimize ndoto zangu. Umesemaje? Maka naona hata pombe zinakata. Umesemaje? Nahitaji kusoma dada. Wewe jambo la kusoma sahau kwenye nyumba hii. Umri uliofika saizi wewe ni wa kuolewa. Yaani kifua kimekujia hivyo unahitaji kusoma? Kusoma usome nini wewe? Au ndo kutembea na walimu? Na kufuta kwenye dunia hii. Haiwezekani. Haiwezekani. Labda nisiwe mwana wa Mazinde. Mimi Msidole. Huyo anaweza kuwa nani huyo? Hii ni ishara gani? Lakini hivyo mjomba nakuuliza, wewe umekaa kimya, unamaanisha nini mjomba? Kama unataka kujibu si useme tu.
Masika, Masika, Masika. Masika, Masika, Masika. Masika, Masika, Masika. Vipi, mbona kinyonge hapo? Kuna tatizo? Dangu mimi analazimisha niolewe. Na ni kitu ambacho sijakipenda. Na sikitaki. Nahitaji kusoma. Kipi ambacho kinakushtua wewe kuolewa? Wakati kijiji kizima hichi tunajua kwamba wewe unaolewa. Na sio kuolewa tu. Na unaolewa na mtu mwenye fedha. Siwezi kukubali. Unajiliza tu. Mkikaa wawili mnaelewana. Sasa unajiliza wewe siwezi kuolewa. Lile baba na wewe. Nimekuona nikajua unakuja kunifariji. Kumbe ndo unakuja kuniambia haya. Uko kama dadangu. Kila nitakayemweleza hamna ananifariji. Kila mtu yuko upande wa dada. Mimi nitafanyaje? Sina msaada mimi. Natamani kwenda mbali. Niondoke kabisa kwenye hichi kijiji. Niondoke mbali kabisa, wasinione tena. Nachukia. Nachukia kutoka rohoni. Jikaze. Usikubalinda. Umesikia sauti? Mauzauza ya kijiji yameanza. Eneo hili sio salama kwa muda huu. Samahani. Wewe na ndoa yako na Afadhali dada umekuja. Nilikuwa nyumbani. Nimekaa nikaona vitu vya ajabu, lakini nimemfuata mjomba hapa niongee naye. Amenikalia kimya. Na sijui ana shida gani. Ndo kama hivi unavyomuona. Hivi ndivyo mnavyoishi kwenye kijiji chenu? Sasa dadangu, ndo nini tena? Umekuja nikajua msaada umefika. Naongea na wewe unaniangalia tu. Naongea na mjomba naye hajibu chochote. Mnakaza kuniangalia tu. Hii ndo nini sasa? Watu wa kijiji hiki mna shida gani? Kidole Kalungwa. Ni muda sasa wa kuweza kufanikisha kile nilichokuagiza kijana wangu mtiifu, na hii ni kutokana na ujio wa kiumbe hatari sana katika kijiji. Hebu niambie, umegundua nini huko? Kuna mwanamke mgeni ameingia, lakini siwezi kumtambua kwa mapana. Kidole Kalungwa. Lakini anaonekana ni kiumbe hatari na sijaelewa kusudi lake ni lipi. Ila anaonekana ni hatari kwa wanakijiji. Ungalitenda ni oya umbwa nani hakanda unatina unaditia habwa mbwa nengunda tubonde mwana hapo nani haditia kwao unambwela habwa ulindie basi vizuri.
unapaswa kuwa makini sana kwa kila nyayo zake, lakini pia kuna baadhi ya watu sio kuwafumbia macho sana, kama vile wakina Bimwita pamoja na Shilomba, kwa sababu kuna hatari kubwa ya wao kuwa maadui kutokana na nguvu ya kiumbe huyo mgeni. Jidole Kalungwa. Nimekuelewa. Kwa hiyo jukumu langu ni lipi kwa sasa, bwana wangu? Je, umefanikiwa kuelewa chochote kuhusu mfu wa kale? Mash, jukumu lako kwa sasa ni kuhakikisha hao wote hakuna baya wanalofanya kwa wanakijiji. Na kuhusu mfu wa kale, hilo nitakupa mwongozo katika maono yako. Ondoa shaka kuhusu hilo, kijana wangu. Uwe na wakati mwema Masika. Nakutakia kila laheri katika mafanikio yako. Uzinda ni wa Nkuru. Mfu wa kale. Siku zote Mzidole, nitabaki kuwa nyuma ya kivuli chako. Hakuna baya lolote na mtu yoyote ambaye anaweza kukugusa kuanzia sasa. Uembwa nani hakanda unatina makaukau inu yeyei kumeana ama ekeanae kamehameha. Unaweza ukaenda sasa. Muda wa kuwa kimya kivipi? Mbona siwaelewi? Hakuna anayeweza kujibu maswali yako. Na hii ni mila na desturi ya kijiji hiki. Pindi yanapofika majira kama haya, na yeyote atakayekiuka ni lazima afe.